Hello, good morning everybody. This is Simbanes Radio. Karibuni sana. Leo tuko na majadiliano kwa magazeti yetu ya kawaida. We'll start with the newspapers, lakini tuko na majadiliano na ndugu yetu hapa atajitambua. Ndugu yangu. Yes. Habari ya leo? Salama sana. Karibu sana Simbanes Radio. Yes. Hebu jitambulishe na tuendelee pamoja. Kwa majina mimi naitwa Christopher Mwema. Yes. Na nafurahia kuwa ndani ya Simbanes Radio. Na wale ambao wameangalia mavideo za Simbanes Radio na masauti ya Simbanes Radio, utaona Christopher sio mtu mgeni. Ni mtu tumefanya na yeye mwaka moja, mwisho wa mwaka hivi. Nimeshaikuwa kabisa katika Simbanes. Kama kwa Simbanes hapa. So yeye sio mgeni. Leo ametutembelea na tutaendelea na yeye kwa muda mrefu, sio leo peke yake. Lakini atakuja sasa kama tunasimama na yeye na programs ambao ni kufanya magazeti, kuchambua magazeti na pia kuchambua vile mambo zinaendelea hapa Kenya. Na hapo ni wazi mimi nitasimama kidete. Inatakikana. Yes. Asante sana. So kwa hivyo wasikilizaji wetu, this is Simbanes Radio. Kawaida yetu tunapatiaga mtu namba ya WhatsApp 0728091656 ukiwa na any comment ama ukiwa na any view ambao unataka usongeleshe juu yake. We pia ujisemee. Huwa mtu anafanya hivyo, ana hakikisha ya kuwa ameweka hapo kwa WhatsApp group, so that WhatsApp conversation, so that tunasoma na tunakujibu. Na wale pia wanatuona live, tuko kwa Simbanes Media, ndio utatutafuta nayo, that's our handle on YouTube. Na ukiangalia chini hapo it allows you to make comments. So tunakukaribisha ukiwa na any opinion, wewe pia utome msimamo yako. Kwa hivyo karibuni sana. Asante. Tunaanza na Daily Nation ya leo. Na Daily Nation naona kama nimejiweka namba 3. Sasa sijui namba 1 namba 2 ni gani. Namba wa kwanza ni The Standard. Na The Standard inasema hit by Russian war. Bwana Chris. Yeah. Umesikia ya kuwa Kenya sasa tumetumikia kwa njia mbaya sana. Kweli. Juzi ndio gazeti moja ilisema what is happening to our sisters. Yes. Our sisters wanadanganywa, unaenda Saudi Arabia, unaenda kupata kazi. Kumbe ukienda huko Saudi Arabia unafikiri waga ni kazi rahisi. Ni kuteswa na kugeuzwa kama mchele. Pale unakuwa ile yes, all the time, yes. Unatolewa hapa unapelekwa pale, and they were confirming very recently, probably the statistics I'll have available so that we'll talk about them next time. But just right now as an overview, ati Kenya hizi wafanyikazi ya nyumba wale wametoka Kenya ndio wanakuaga na bad contracts kabisa. Sasa pale ni kumaanisha hata naweza nikasema hasa tu hapa Kenya kuna Ministry ya Labor, si ndio? Na unajua Ministry ya Labor inajifanya ya kuwa yeye hahusiki na hii kupeleka watu Saudi Arabia. Hata juzi. So most of these companies which are owned by which ambao wanapeleka watu ngambo are owned by watu wa siasa. Au ni politicians. Yes. Ndio wamehold hizo portfolios. Yes. Yeah. That is what that paper was saying. Yeah. Few days ago. That is what that paper was saying, with very mournfully ya kuwa all those companies are owned by whatever, and they make profits in terms of millions, because hiyo cut ambao wanapata kutoka kwa hiyo kazi is a lot of money. It's very true. It's a lot of money. Quite a lot. But they are unregulated. It does not matter to them how much is the labor market, current labor market, vis-a-vis what they are willing to give people. Sasa imefika mkondo ingine. Russia imejulikana wanapigana na Ukraine, na Russia imeonekana kwa that Russian-Ukraine war have gone more than 1 million people ambao wamekufa. So Russian mothers sahi hata wanaambia mtoto wake wewe jifiche kwa choo ukisikia unaenda kupigana na Ukraine, because ukienda Ukraine huwa urudi tena. Sasa Vladimir Putin amepata source nyingine ya kupata nini? Kupata soldiers. Yes. Wanaita meat grinder, wanawekwa kwa meat grinder. Manake hiyo war is such that ni kama vile ya kusiaga nyama. Sasa si ndio hiyo. Yes. Ili uchukue boma kama pale, pengine inatakikana uwe na personnel soldiers kitu kama 2,000. Yes. Hasa wewe utakuwa unarushaga tu 200, 400, 200, mpaka watu wa Ukraine wakatachoka. Basi unavamia hiyo boma.
So at the end of it is they're using human beings kama ndio ya kuwasaidia kupata positions. Sasa hapo ni tuseme ni kama human shield. Human shield. Yes. Sasa imekuja ni human shield. Lakini hii ni human shield for aggression, not even human shield for defense. Najua the worst scenario sasa Saddam Hussein alikuwa anatumia hii human shield kama for defense. Huwa hawa lakini let us be protected. But for Russian war wana use for aggression. Ili nichukue ile miji inataka watu ngapi? Pengine inatakikana watu 1000. Ama ambiwa soldiers ya Ukraine on the other side ni watu wa 300. So amejua watu wa 300, one Ukrainian soldier is good for around 50 Russians. It's very true. Yes, because Ukraine is very highly trained, very highly determined, and very, very precise. And they have sophisticated. Yes. So Ashadi, so for me to eat that 100 people, then I need 5 times that figure, 1,500. Nikisukuma 1,500 itapita hiyo whatever. But it's very unfortunate that Kenya again has been sucked to this. Hii ndio imetoka sasa kwa gazeti ya leo. Hii ndio mambo ambayo sasa inatusangaza. Tukavibaya kwa mayouth wetu. It's a real discouragement because you wanna kuona sisi basi tutatumiwa namna gani kwa muda gani. And it's because of our politicians. Because Kenya has got so much natural resources. Hata unasikia very recently they are discovering things like gold, rare gold in Kolomani or something of that nature. It's running into billions of dollars. Na kiangalia tunapata area kama ya Kitui kumediscoverwa cement. Sio Ukambani, sio usaidiza huko kunaitwa kumediscoverwa coal. Mungu hajatusahau. Gas sio ipo But our people, our leadership is just about using other Kenyans. And kweli. Sasa mimi nami kitu najua ni kwamba most Kenyans wako na queue ya kwenda ngambo kutafuta kazi. Kabisa. Mtu akiwa because hapa ndani ashagundua hakuna opportunities. Hakuna. Sasa kama hakuna opportunities hapa, unajaribu agriculture, you are not paying well, unajaribu what? Sasa mwenyewe president yako ndiye anakuambia no, jaribu kazi. Na hata hii kitu Raila alisema kabla ya kwa hii policy ya government ya kudanganya watu ati iko kazi nje, lakini hiyo kazi ukichunguza vizuri sio kazi ya maana. Kitambo ilikuwa ni kama mtu anaenda kufanya kazi nje, utasikia ameenda UN ama kitu kama hiyo. Sasa hii unapata kama ameenda UK kusafisha choo. Sasa si ndio hiyo ama kwenda mateso ambayo hayaelewi. Mimi nilipata na dada fulani juzi. Tuchukue kama last month. Kabisa. Dada ameshaikuwa akifanya kazi huko Uarabuni. Nikamuuliza susuku Uarabuni mpaka kila mtu yote anasema kazi ya diaspora. Huku kweli mnaishaje? Akaniambia kule. Tunaona vile watu walikuwa wakishikwa kama yani ni kama tuweza kuitaje slave trade. Kule ule mtu kabisa unapata familia watu karibu 10 ama zaidi. Wewe umeenda kule umeandikwa wewe ndio kuwapikia. Hata wao wenyewe wanaongea lugha yao Kiarabu, wewe hujui Kiarabu. Sasa wao ndio wanajipanga hata kusengenya hujui. Sasa the moment ukiingia sio umeletwa ni agent. Ukiingia tu unanyimwa your passport. Tayari passport imesha kwa sophisticated, imesha kwa sophisticated. Confiscated. Ngoja sasa si unajua uko na simu. Ili sasa umeshafika unaelezea familia sasa saa hizi niko ngambo sasa mjitayarishe kwetu tuanze kujenga magorofa na kwetu tuanze kufanya maneno tutatumia hivi na hivi. Ile simu within no time umeipokonywa. Unajua sasa ukipokonywa na sasa uko kwa nyumba kama hapa Kenya tuite like here in Kenya, uchukue nyumba kama Mutaiga ama Kare. Compound au ruhusiwi hata kumangamanga ati kesho ni weekend utaenda town kwenda kupiga round ya huko kazini. Uko hapo utaenda wapi na una passport? Hakuna mahali unaenda sasa. Ukijaribu kwenda, unajua sana you are supposed to be kuwa deployed. Unakuwa nini back? Repatriated back. Kabisa. Na kicheki cha kulaumu kabisa ni ministry yetu ya labor. Mtua cha kumwambia nimeshamuona akijitetea sana sijui anataka kutafuta kazi diaspora nini na nini. Lakini pale hakuna msimamo kamili ile tuweza kusema. Hakuna msimamo kamili. Hamna. Is that they don't care. They don't care.
They don't so care. hiyo imekuwa challenge kubwa sana. They don't care. They don't believe in that policy of hasa wale tumetuma nje wanafanya kazi ya aina gani. Hata wanataka tu kupiga kifua ya kwa hata huko sahihi tumesukuma watu wa Arabian country in the Gulf. Tumesukuma vijana 200,000. Ni kusema serikali hii imepatia watu kazi. Imepatia kazi 200,000 of which hiyo kazi watu wafuatilie alipoenda vile alimchukua aende akamfanyie kazi ni nini kuangalia mateso gani. Na pale tuko na mpaka na balozi wetu labda hizo nchi. Huyu hao kwanga wanaruhusiwa kwenda kuongea na ama huyu balozi hii konsula yake kwanga inaweza ikawafuatilia fulani ni fulani wa kutoka labda Mount Kenya yuko wapi. Unapata hata hawajashughulika. Kuna hata saa zingine akishafika sasa kule unapata mtu anatumiwa vibaya. It's very true. So hiyo imekuwa shida kubwa sana. Sasa hiyo imekuwa shida kubwa. Na sasa imefika hii ya kupeleka watu kwa jeshi, mtu ambaye hajawahi fanya vita. Hiyo sasa imekuja mbaya sana. Sasa hiyo hata kulingana vile naona. Na unajua siku hizi sasa tumeadvance. Siku hizi sio lazima upigwe na risasi. Drone ikikam tena wanaitaka kamikaze drone. Ile ambayo inakupiga na hata yeye analipuka peke yake inaisha. Inataka lipukia hapo ulipo sasa. Pale ni maneno. Tunatarajia kwa uwezo wa Mungu tunatarajia ya kuwa uongozi ndio tubadilishe. Uongozi ndio tubadilishe because definitely the leadership is not taking care of something. He's forgotten about the role of his own people. Ukiona kama wananchi sasa wanakumbwa na maneno chafu kama hiyo, then unajua ya kuwa sasa hiyo hapo shida ndio inaanzia hapo. Na sasa hata saa zingine mimi najaribu kujiuliza utoke kwenu hapa mtu ule atakuona ukiwa kwa ndege ukibeba ile briefcase ya kuvuta kwa gurudumu ukienda nchi jirani ni ndoto ipi utakuwa nayo? Usitakuwa kutazamia mambo mengi ya maana sana kabisa. Anachukua yako anaanza kufanya kazi ya maana. Sasa simpali utakuwa ukimuona atakuanga akiangalia unajua kitu kile kinawakula nini. Na pia hao watu tu wa magazeti ndio unaanza kusikia pesa zile zimetumwa from diaspora ni 50 billion. Sasa unaona hata nami kwa katika mmoja wa kutuma at least hata kama sio mingi milioni kwangu itakuwa sio hoja. Lakini vile tunawana negotiate na behalf so that mshahara inakuwa kidogo, uwezo inakuwa kidogo, working conditions inakuwa very bad na kupigwa, kuteswa. Sasa hiyo wajiulize na kisisi zote tujiulize because something is really going wrong. Hata the other day jaribu kufocus nikapata yani umetoka hapa ukijisikia wewe ni msichana labda ama ni mwanaume wa Kenya unajua kazi fulani lakini ukienda kule unaweza kaenda kuonyesha umeshaona ule watoto kuangani kama uenda mtoto wa saa zote amejikojolea amejipupuia sasa unaambiwa hii ndio itakuwa hii ndio yako, hii ndio kazi yako na usimamie kabisa na nguvu. Sasa siku moja apatikane na mkojo ama amejipupuia hata kupigwa siku hiyo ama kunyimwa hata chakula. It's very true. Maisha yako inaanza kuharibika. Sasa simpali. Na ndio unapata hata watu wengine saa zingine kujipata mtu ameshashikwa na depression. It's very true. It's very true. Ndio sasa unaona kama kuna haja maana ya kukaa kwa hiyo nchi ngambo kama vitu vinaendelea. Sasa pale ukifika hivyo unajisahau hata wewe mwenyewe. Kwa sababu mimi sioni vile utatoka hapa ati umeenda ukiapply kazi labda ya soja labda ya house girl ama whatever lakini uende ujipate atumepewa bunduki na hujawahi pigana ama ufundishwe siku ya wiki 2 wiki 3 atumepewa bunduki. Sasa pale utaweza? Utaweza. Sasa hapo utaweza na sana kwa wengi wetu wameshikwa bila job. Ninasema any job. Unajua pale kwa wengi unajua kazi gani? Any job. Sasa unapatiwa ile mbaya ile duni kabisa. Sasa ile duni. Napewa kazi ile mbaya. Unajua ukweli unachungu. Wao wanafanya hivyo wasikie tukiongea watasema hao wanatuchochea wanataka kutuharibia kazi yetu. Sisi ndio maagents tumepewa sasa nyinyi government. Very true. Chafu kabisa. Basi wasikilizaji wetu na listen to Simba Nest Radio, sauti ya mwananchi.
Tunaendelea, tuko katikati ya programu yetu ya kuchambua magazeti, na kuna leo mgeni wetu Christopher. Tunaangalia gazeti. Tumemaliza gazeti ya kwanza ambao ni Standard, tuendelee kwa gazeti ya pili ambao ni Taifa Leo. Gazeti naye ya pili tutaongea sana juu ya hii. Imesema tu kijuu, anasema blanda nyingine ya Gachagua na hizo ndio tunasema hapa wameguza juu yake, ya kuwa biggest weakness ya former deputy president yetu inakuwaga ni tabia ya ubaguzi. Ya tabia ya ubaguzi na kukua ya kuwa kama natembea na wewe, yeye anaona kama wako mbele na wewe ndio uko nyuma. Kweli. Hata wakati alikuwa impeachment ilitokea na tu hivyo. Kujichukua yeye ni mrefu kuliko yule walikuwa anatembea naye. He is more superior than it. Juzi sasa ameanza safari mzuri, amesema united opposition. Ikawa namna gani tena anatumia language ambao is almost as if ametumwa. Kusema ya kuwa washapanga na Kalonzo, ya kuwa Kalonzo amwachie viti zote za Nairobi. Sasa akisema hiyo kitu kama viti zote za Nairobi, naye inaonekana kama vile kuna uzuri hapo ama kuna namna huko. Hata pale mimi naona hiyo ni dosari. Yes. Pako na dosari. Kuna dosari. Yes. Yes. So hapo naye imekuwa shida kidogo. Yes. Na Bwana Chris, hiyo nikikuacha pengine dakika moja, ni wewe useme tu, uambie wasikilizaji wasikie ya kuwa umeona namna gani. Mimi kulingana mimi tafadhali mimi kulingana mimi vile nimeona juu ya siasa, hasa juu ya opposition hapa kwetu, sijaijua nini wanaendeleza. Kwa sababu nikicheki opposition most of the time piga domo. Hii serikali imefanya nonsense, hii serikali imefanya ABCD, hii serikali haitufanyii hii, hii serikali haitufanyii hii. Na tukiangalia vizuri, hii serikali hatuwezi tukafanya chochote bila ya kuingia ndani ya serikali. Kwa hivyo kwa wengi wameshaikuwa wakimlaumu rais. Hasa tuchukua juzi kulikuwa na election ya MCA Kariobangi. Gachagua anakuja kwenye launch ya kuja kumappreciate yule amechukuliwa kama MCA. Na sasa kitu cha kujiuliza ni kwamba badala launch ifanywe mahali kwa stadium ama kwa shule, uwanja wa shule, launch inafanywa kwenye kanisa. Sasa cha kujiuliza ni kwamba kwa kanisa iliingiliwa na mambo mingi. Hata nafikiri tukiona hizi zinaitwa tear gas zikirushwa ndani ya kanisa. Sasa cha kuongelea sana ni kwamba siasa zetu tuchunge juu ya vile tunajiendeleza kisiasa, tusikakuje kujipata tuko mahali pa gumu, ama sivyo tumeshawe kwa pembeni. Basi wasikilizaji wetu, poleni sana kwa hiyo nafasi kidogo. Juu ya kawaida yetu ni kuongea na kukunywa glasi ya maji. Na tumekunywa glasi ya maji. Tumeona hiyo blanda ambayo inaendelea. Watu wa Taifa Leo wanaita blanda kwa sababu unajua hiyo ni makosa ambayo mtu anafanya when he had the right opportunity kabisa to do things. Lakini amejipata in such a way that vile amefanya hiyo, number one, ata lose trust ya Kalonzo. Naona because wewe pia sasa akichukua hata Kalonzo akimwangalia anasema sasa huyu amenichukua namna gani? Hajaniheshimu na tulitoka na yes.
Sasa unajiuliza kwani hao watu hawana mpangilio? Sasa hizo ndio shida inatokea hapo, because ukichukua mtu unamwambia kwa wewe tumetengeneza na wewe MOU niwachie Nairobi kwa sababu Nairobi ni ya watu wa Mount Kenya. Sasa tayari ushagabagua Kenya bwana. Opposition is supposed to rid government of its mistakes. That's very true. Sasa ikifika point ambao opposition ndio unaambia watu ya kuwa sasa tumegawa sasa Nairobi section A, section B, section C, section D, into parts. Then inafika point ambao hausaidii ama ufanyi kazi ya maana kabisa. Na siasa ya Kenya haiwezi endelea kama inafanyika hivyo kweli. Siasa ya Kenya ili uweze and that is why we normally trend ya kuwa usifanye siasa ya Kenya kama unasifanya vernacular. It's very true. Usikifanye kienyeji. Usifanye kienyeji kile. Usikuja hapa Nairobi na unaanza kutafuta kura na wewe unaanza Jaduong Bang. Hapana. Hapa ni national center, ni capital city. Kama unaongea na Kiswahili. Na Nairobi ni metropolitan. Na ukianza kusema wewe ni Gachagua, so unataka wewe uachiwe ndio ulete watu wa Mount Kenya wakuje hapa. And I had some careless talk of some people saying, unajua hata Waluya walikuja hapa kama wanapanda mkokoteni wengine na wakakuja. Ukianza kuongea lugha kama hiyo, you are going nowhere. Sasa pale tunaangusha. Tayari utaangusha, utavuruga. Tunaombea watu wa opposition ya kuwa waone mbali, so that because we cannot risk again sacrificing people. Na ni kweli. What am I saying? For Kenyans ambao wako na historia, wanakumbuka ya kuwa there was a time between 1992 to the year 2002. 10 good years. Yes. Ambaye Moi already had lost people's confidence. It's very true actually. 1992 to the year 2002. Yes. Moi already had lost people's confidence. Kapataona imani na serikali yake. Na nitawapeleka polepole vile ilifanyika. Wale wako na kalamu na karatasi wasikize na wasikize na maanani. Ya kuwa ikifika 1991 the repeal of section 2A ili allow for multi-party politics. Yes. Na Moi mwenyewe akaambia Linjiru was one day reciting the story ya kuwa Moi mwenyewe akakuja akatuambia sisi people ambao tulikuwa tunamzunguka, akatuambia ya kuwa mimi kazi yangu naona kama maisha. Because I'm not very popular, Kanu is not very popular. Before, what would hold people ni lazima kila mtu apitie chini ya mka ya Kanu. But now that we have repealed section 2A ya katiba yetu, then it means anybody can form a party. It's very true. And they definitely, obviously, Ford ilitengenezwa, sio? Ford ikawa. Mtu advised him ya kuwa wako the other side. Now you have another tool. Divide and rule. Because sahi wewe Oginga Odinga ni number 1. Na wewe ni number 2. Yes. Lakini kama unaweza piga plan in such a way that uvunje hii kura yake mara 3 igawanye, then rule, then itakuwa yeye ataenda na sehemu fulani, huyo ataenda na sehemu fulani, na wewe utabaki na supporter ya Kanu. So you will be number 1, alafu hao wengine watakuwa nusu. Yes, it's very true. Ni kweli. That is what Moi implemented to perfection. Between those 2 years, 10 years, nimekuambia kutoka 2002 mpaka imekimbia mpaka kutoka 1992 to mpaka 2002. Yes. Because 1992 imepata kama sisi bado ni wafanyikazi wa serikali, lakini we are very young people, very dynamic. It's very true. So mnasema multi-party imeingia Kenya hapa, multi-party it was being called the wind of change. Yes. Ya kuwa imetoka sijui Russia, imeenda Czechoslovak, ikakuja Yugoslavia, the breaking of the Iron Curtain, imeingia East Germany. It's true. Sasa inakuteremka kama inakuja Kenya. Sasa ni inakam. Ni ukweli. Kupoa kidogo, I think it was in the late 1990 hiyo. There was a dictator alikuwa anaitwa Nicolae Ceausescu. Hata alikuja kutembelea rais wetu wakati that time Moi. Yes. Watu wanasema huyo dictator amekuja kusomesha Moi. Sasa si atamwaribu. Kupoa kidogo, huyo Nicolae Ceausescu ndio revolution ilimshika mpaka ikamtupa, sijui aliuaga na watu, sijui aliuawa kama mbuzi. The way Mobutu Sese Seko aliuawa. So people were just waiting ya kwa what is going to happen next to Kenya. Hata Moi mwenyewe was waiting what is going to happen next. But kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, somebody advised him ya kwa these opposition people
Si wewe unapambana na Ford. Make sure Ford sio kitu moja. Make sure hata kama unaenda gharama unawanunulia nini, make sure ya kwa free Ford umegeuza to Ford pieces, Ford pieces. Na kila pande upate inaonja. That is the thing. Yeah, that is how Ford iligawa mara 3 na kumaliza na Ford mara 3. Anarudi anashika ile anyona anasema yeye ni socialist, next socialist. Yes. Huyu George Museti. Anyona. Yes. He was MP for Kitutu Masaba. I see. Yes. Lakini I had a very good following when they were with the Oginga Odinga. But the idea was shika hii vote, vunja tupi? Vunja to pieces, yeah. That was Moi's prayer. Yes, to divide. Yes, and rule. Na akafanya to perfection. Yes. Sasa unfortunately sasa tena ingine inakuja hapa juu ya ndugu yetu ya Gachagua. Yeye hiyo mambo yake unaita united position, yeye akigeuka tu hivi anasemaga amelima inasema hivi. Sasa ndio najiuliza. Unashangaa unamuuliza na wewe national leader ama is a kingpin? Awe wa mlima alienda hata Amerika akaongea mzuri kuenda mkutano ya 3 mlima ikasema hivi. Hata jenzia huko ikamgeukia akamwambia Your Excellency former deputy president. Hata mimi ni msichana wa Nyeri. But I never think like a Kikuyu. Why is it kwa wewe you cannot stop? Na hiyo ndio kutua yake ikaisha, heshima ya kutua yake ikaisha. Gachagua lipomwona pale amekuja, zile alikuja mpaka ukaamua sasa ameamua kusema Ruto tosha. Yes. Si pale kila mtu yote alisema hivyo na Gachagua akawekwa next. Akawekwa number 2. Akawekwa number 2. Yes. Speedy. Gachagua ndio huyu, chochote kifanyika Saidi, Gachagua ndio anaropoka mpaka baadaye akaambiwaje akafanywa hiyo impeachment. Yes. Sasa pale mimi ushindwa Gachagua yeye ni national leader ama ni tribal. Hiyo mambo ya national leader imekataa kabisa. To him is a tribal leader, whether ukifanya nini ama ukifanya nini. He's always just thinking of the mountain. Haya wasikilizaji yetu, ni Simba Nest Radio, sauti ya mwananchi. Tunaongea juu ya magazeti leo. So feel at home, hata wewe ku think of what the papers are talking of. Gazeti tunaweka live, hata wewe unaona. Tunasongea kwa hiyo gazeti nyingine ya 3 inasema Daily Nation, when public schools leave the poor behind. Bwana Chris. Yes. Hii mtindo wewe umeona kama inafanyika hapa Kenya ama umeona nini? Mimi naona hii ikifanyika hapa ukweli sio area, pako na area mingi sana zinakuanga hata hazina public. Hata hazina public schools. Hazina public schools. Because the policy is not to care about the public schools. The story is just to care about government schools. But government schools also are always restricted to informal estates. Yes. Not each and every estate. Majority of estates in Kenya are not formal. Yeah, it's very true. Ni ukweli. Yes. Majority of estates in Kenya are not formal. Yeah, it's very true. They are informal settlements. Zingine hata ni squatters, zingine hata ni refugee camps, zingine hata ni some desert place which watu walienda tu kuconverge. Hata ukiuliza title deed iko wapi, but all these guys go to school. And all these guys every year take part of their population to universities. It's very true. So they have a right to our education system. It's very true. There was this person who was bringing the proposal the other time about hii Dishina County. Anasema Dishina County is a very, very, very good project. Mambo ya kupatiana chakula to the poor. But now what is making this thing more complicated is this thing is only planned because they had to use county resources. So you see, they can only implement it on government schools. Just only government schools for public schools. Yeah. Public for schools. Private schools. Private schools are but the good number of our population is in private schools. Is in private schools. Wale wanaona kama wanaruka Kibera hapa kama wanatembea na mguu tupu, but is still allowed to go to standard 1. Yes. Wale ambao unapata hapa Mathare. Wale ambao unapata hapa Choka. Wale ambao unapata Ruai hapo whatever anatembea na mguu. Yes. Wale ambao unapata Obama anatembea na mguu tupu, lakini ako na haki ya kusoma.
kwa sababu elimu iko kwa kila mmoja. And at the same time they also record a percentage going to universities. It's true. So we have to respect that. Wale ambao wanapata vitu kama hizo na positions kama hizo sasa sahi they are disenfranchised, meaning they don't get anything. They don't get hiyo mambo ya yes. So it's a worrying trend. That is what nation is talking about. That is something which needs policy makers to debate about. Sure. It requires our parliamentarians to spend time and think of how to make a motion. Ukitengeneza motion watu wetu wa parliament, parliament unalipwa mshahara kila mwezi. So hii mambo ya nasikiaga mnapata 50k ukikimbia kwa speaker, unaambiwa sasa serikali President Ruto akona some motion which needs to be passed very quickly. Lakini ukipitia pale utadungwa hiyo 50. Hapana, waachane na hiyo. Sasa hiyo ndio imeharibu kila kitu. Topical issues, go to issues which are relevant to us and pass what is helping to people. That's very true. Very nice actually, I understand. Work on things which is helpful to people kuliko kupatiwa kitu kidogo, then unaongea on things which are really kitu ambacho ni nonsense. Haina maana kwa watu. Yes. It's very true. Haina maana kwa watu. Yes. That is what Nation was talking about. By the way, on Nation on the sides, so that is what it was really centering on. The rest are side issues. I see. It was like, for example, repeating to this mikasa ya ndugu yetu Gachagua that hiyo mambo ya kusema zoni. Sasa hizo zoni mpaka Gachagua anamwambia Kalonzo amwachie Nairobi. Yes. Sasa Wiper na pale kwani mau yao walikuwa according to him angalia kwa Mount Kenya ni Nairobi. Yes. He will never get anywhere with that thinking of Mount Kenya. I don't know whether he'll ever learn this lesson. In fact, ata mess up whoever now stands for governor kama ametoka kwa Mount Kenya. You will already come when there is cultivated resistance. As is very and cultivated resistance by your own tribesman because tayari ashaweka people resistance atakuwa amesema yeye anataka kuchukua kila kitu for Mount Kenya because Waluya walikuja hapa Nairobi kama hawana chochote. Walikuja na mkoko. Sasa ukianza kutumia lugha kama hiyo, are you campaigning for the other side ama what? So it's a real challenge. Wacha tuone what happens. Alafu on the side of nations, before we take out, tukumbusha enzi ya period ya Christmas imeanza. Na kawaida hiyo waganisa hiyo ndio kila mtu anachapa chupa mbili kabla hajatoka kwa nyumba. Na ni kweli alafu anaanza kuendesha gari kama mtu anaendesha jet. Sasa hapo ndio nasema the difference ni kwa jet inapaa huko juu. So that it's not a straight resistance. Lakini gari ina so much resistance hata ng'ombe zinavuka barabara hata watoto wako. Ni kweli. Sasa hiyo mimi hata saa zingine ndio napata ukikuja kucheki juu ya unaona this time ajali ziko suppose ukikuja kucheki sana hii December peke yake December tuende pale mpaka January utapata accidents zimekuwa so many kwa sababu mtu ule gari yake ilala kabisa ndio anaiamsha na inabeba masaa plus neglect sio mambo nilikwambia ya kuwa watu wana throw caution to the wind. It's true. Mtu anachukua ya kuwa yeye akianza 1st of December up to 31st of December kazi yako nayo ni analewa kila asubuhi kabla hajatoka nje. So gari inatoka kama tayari yeye amefika mwisho. Sasa si ndio hiyo. Speed gun utaona kama mtu ana fly Subaru nyingine inatokaga hii barabara ya Kangudo Road hapa. Na hiyo yaziona. Ukiangalia zimeandikwa sijui racing sijui card racing development. Subaru inatoka kutoka hapa junction kama inaenda hapa Charina umoja. Mpaka unashangaa unasema sasa wewe you can't appreciate you are driving in the estate. Alafu so wanasema sasa breathalyzers ya kuchunguza mambo ya pombe itarudi. Speed guns pia itarudi. To help curb festive seasons crashes. Tunaombea Christmas mwema. We wish you a Merry Christmas, but wishes are not horses. Lazima precaution it take place. That is when now we will have a way forward. That's good. Haya basi wasikilizaji wetu. Hapo ndio tumeangazia hapo.
Tunasonga kwa gazeti ingine. Inauliza, is the opposition falling into Ruto's trap? Analysts believe that the outcome of the last week's by-elections and subsequent reactions may have exposed the President Ruto's secret 2027 project involving some from disjointed opposition. Kukua kwa opposition ni mzuri. And there are people who know that you are in the opposition, then opposition is a party. It's a party actually. Yes, opposition is a party. Kwa sababu opposition, yes, hata ukiwa kwa Wiper, Wiper is a party. Is a party. And Wiper being a party, any member must be aligned to leadership ya Wiper. Ya Wiper, still. And sio kuyumba. Now, a few minutes ago we discussed vile Moi ali make sure ya kwa for 10 good years between 1992 to the year 202. 202 sasa ndio amepigwa break because 202 watu walisoba up. Yes, walisoba. Yes. So many people, for example, waliuliza Raila. Now sasa wewe ndio umeweza kuweka all these other people. And you put them together. Yes. And they marched out of Kanu. Why don't you run way directly? Uwe nini? President. Uwe president, yeah. Akasema no. Hiyo mtego tumeshaona. Mimi nitasema Kibaki tosha. Kibaki tosha na ikawa. Na all supporters wake wakasema, unasema nini? Unasema nini sasa? Mimi nilisema Kibaki tosha. Because alijua that was the only weapon Moi was going to use. Yes. To make him say vile Matiba alifanyia Jaramogi. Yes. 1992. Remember? Yes. 1992. Yes. Things were going well. All of a sudden Matiba is taken for a stroke. Ameenda Ulaya. Akirudi hata ujui. Hata sio kurudi. Hiyo sindano ikaanza kudungwa huko. Moi akaanza kutuma watu kwake huko. Kweli. So anza kumwambia, unajua inaonekana hata wewe inaweza kutosha. Akasema nitaweza kutosha. Unaweza kutosha. Wacha nikirudi na tutafikiria hiyo maneno. Wacha nitakirudi. Linjiru. Huyu alikuwa anafanyia Moi. Anasema Moi press service. Yes, Moi aliorganize, alijua siku anarudi. Aka-organize kwa kila constituency. Yes. Watu ambao gari ambao ilikuwa inaonekana ni gari ya Ford. Inaenda kupeleka watu kuona Matiba. Kumbe these things were sponsored by Moi. Those things was being sponsored. They had the sponsor. So that wakati Matiba anafika kwa airport, anaona crowd ambao kijana hajawahi ona miaka yake yote. Yes. Yeah. Nakupata. Sasa hiyo unaona over phone walisha quarrel kidogo na Oginga Odinga. Anaanza kumwambia we mzee bla bla bla. Na kila mtu anamwambia ya kwa huyu mzee wachana na yeye. He is very old. Give him aingie kwa kama government, kama president. Yes. Hata maliza 5 years. So he'll die in between. Yeah. And automatically you Matiba will be the next president. You'll take over from him. Yes, true. Matiba alitengenezewa artificial crowd. Kukuja Kenya akaona artificial crowd, akasema it is not kama sio sasa ni sasa hivi. Ni sio sasa ni saa hizi. It's true. Saa huu. Sio ati kesho. Story ya Kenya inakuaga very long but very sad. Very sad actually. Because just mtu kupiga kona mbaya hivi, hiyo kona inaanza kukupeleka uingie kwa shimo. Hata ipoteze. Paka upotee for the rest of your life. Ni ukweli. Kona tu kidogo unapiga. Kama unaenda peke yako na watu wanakuambia si boss yako wako pale. Kwa nini ufuate? Unasema no, mimi nafuata sasa maoni yangu. Sasa maoni ndio nitayafuata. Sitaki kufuata hiyo. Hii ndio gazeti hii inasema is the opposition falling into Ruto's trap. Ruto's trap ni divide and rule. Sasa Ruto's trap ndio inaweza kubuild those characters unasikia kama Magwanga. Yes. The party leader ambao ni chairperson of ODM, Gladys Wanga. Gladys Wanga namuona. Ndio his immediate boss. Yeye ndio governor. Sasa hizi ndio governor wa Siaya. Na yeye ndiye ametoka na yeye wanaenda ni Homa Bay. Yes. Yeye anatoka na Magwanga wanaenda kucampaign Kasipul. Kabondo. Yes. Na campaign hapa Kasipul, the idea was tunataka mtu wetu wa ODM ishinde. Shinde.
Magwanga kusikia hivyo, pride ingine ikamkujia. And you could see this is what this paper is talking of. We don't know whether Ruto was financing them, because he also had his own finances. Me, according to He also had his own finances. He does have his own finances actually. Yeah. So yeye anasema no, me I have a different opinion. Mimi nataka nini? Nataka kusupport huyu nani mwingine, huyu jamaa sasa anakimbia independent. Away from whatever. Yes. Leo ametolewa kazi. Leo ametolewa. Obviously, because sasa ukirudi na yeye Wanga, ukiwa ulikuwa Wanga na umerudi na yeye, ijapokuwa nyinyi mlipata hiyo position ya Kasipul, but unamwangalia hivyo lakini wewe ulitufanyia nini madharau? Nini ulitufanyia? ODM watu wanatembea left na wewe unachika huyu jamaa Aroko, na umejua Aroko sio mtu wa ODM, Aroko ni independent. Na unatuaibisha mbele ya watu. Magazeti wana report vile governor na deputy yake hawezi tembea pamoja. Na unatufanyia sio siku moja, siku ambao ni mingi. Wewe ulikuwa unafikiria unafanya nini? Unafikiria unafanya nini? Yeye amengolewa kwa hizo committees, hiyo CMC pia alipatiwa nini, county executive member. Yes. Alipatiwa hiyo tayari hiyo ameshatolewa, ameshangolewa. Kwa hivyo sana na kuwa leader ni utabaki sasa powerless, because usipo check hiyo trap ya Ruto ulishaingia. And that is what that paper is asking. Was it a trap being organized, whatever? Because if it is a trap, then it had better be neutered mapema. Usipo kwa manage sahihi, ndio kitu itahit opposition 2027. It's very true. Ata make sure ya kwa every opposition party uko na Masifunas, uko na Babu Owino, hata sio mmoja, sasa utapata ni mababu. Na ni kweli sasa utakuwa na Babu Owino. Wale unamwambia si utoke basi kwa hii party, kama hujaridhika toka kwa hii party, nani simama pale kando. Hataki kutoka. Hataki, si anasema. Lakini hapa ndani ndiye anabomoa hii nyumba. Sasa si anaibomoa, na isipochunga nyumba itawaka moto. Ni kweli. So sahi people to take decisions. That's what that paper is talking about. Hatutataja majina, people to take their own decisions to make sure ya kuwa kama iko kupe, toa hiyo kupe mapema. Yes. So ingine naongea tu sasa na number of judges who are expected to lead to relinquish positions before 2027. Na tutawaona tujue. Some have got stars ambao unaweza kusema alifanya kazi na roho moja. Some pia ametufanyia kazi kama sasa dada yetu Martha Koome. Sasa wengine wametufanyia kazi kazi ambao hata ukiangalia backwards unaona kama huyu mwangaza ya Mungu alimwacha kitambo. Because hiyo ndio Kwa sasa hiyo ndio tena inakuwa shida nyingine. Mwangaza ya Mungu ilimwacha kitambo. Sasa at least sasa hivi hata na shadow. Ile maisha ya nani? Ile maisha ya Saulo ya King. Najua Saulo ilifika wakati mwingine. Mwangaza ya Mungu ilimwacha kitambo. Ukapata hana. So amebaki tu peke yake, kumbe Daudi sasa ndiye alikuwa na mwangaza, lakini huyu president, huyu king hakuwa na mwangaza. Anaongoza tu. Sasa at least nikichekea hapa exit of Ibrahim and Deputy CJ Wilu triggers succession debates. Are they really supposed to retire? Or that's a story these people are talking about, and they're saying a matter of conjecture. Wamekaa hapo for a while. So if that not to retire from the legal profession, then they would stand aside. Why would somebody be uncomfortable with standing aside? 2013 tulikuwa na huyu alikuwa anaitwa nani? As a CJ or as a CJ. A very controversial young man. I don't know whether remember he was Kamba anaitwa nani? Mutunga. Willy Mutunga. But Willy Mutunga wakati time yake iliisha, he just stepped aside. So he can still be practicing, but he just stepped aside as a justice. Songa mbele kidogo tena uangalie Maraga. Maraga was historic. Ikaenda tu. But when the time expired, the 4 or 5 years time, when it expired, hakujaribu test extend her time. So wale ambao pia time yao imefika, they are expecting them to do the honorable things.
waishie. Sasa kingine ni kama huyu itwaje? Huko is Justice William. He retired long time ago. Wako hapo. Sije unaona kama nimesema ya kuwa I won't mention names but sasa kila mtu ajipige kodi. Na sasa hiyo wakati una retire, that is when you ask mankind that what did you contribute to humanity. Some people have still not forgotten languages ambayo was used against the opposition wakati ruling was being made. Yes. When somebody was saying these things are neither here nor there. Yes. Mpaka wanaambiwa these are nonsense. Time for reckoning is around the corner. And proudly we may have to accept it. Yes. Majority doesn't like it. Majority doesn't like. When it's power, and I'll make some rulings which you ask him, Badaye, don't you know some of these rulings will haunt you for the rest of your life? Because now when unaangalia ile speech ya SK Macharia, akisema no, me I'm tired of this nonsense. Sasa zingine nilikuwa naamshwa saa 8 usiku naambiwa nenda uchange Citizen hivi so that ionekane fulani ndio ameshinda. That's a man who will die with clear conscience. Kabisa. And it will be a cause of pride to his family. But when you are unaenda blah blah blah, unatumia language nonsense mpaka wakina Orengo wanasema you are just too shocked ya kuwa Chief Justice can use language kama hii. Mtu ambaye ni lawyer, mtu ambaye ni sheria anazielewa. It's very hata kama mtu alichinja kuku, hiyo ni story for another day, but do not kula kuku ya mtu alafu unaanza kutukana his enemies. Nonsense. Nonsense is a very rude language. So hiyo ndio hiyo gazeti inasema. Tunaangalia hiyo inafanya my government is just talking of government projects as usual, and is saying irrigation goes high tech with new digital platform. And yenyewe tunajionea. Na mwisho inaenda Daily Monitor. Hiyo ni ya Uganda. Inasema opposition parties in 70 seat MP gap. So wanaangalia how to opposition in Uganda are going to fit in. Na maybe that is the summary of the newspapers today. Wasikiaji wetu. Ndugu Chris, uko na comment ama tu kabla tujafunga? Mimi saa hizi naweza kusema siasa zifuate mkondo wake. Na at least tuendelee kuangalia, tutakuwa nanyi tunatakuwa kuwajuza vya vile mambo yanaendelea kabisa, kwa sababu tuko nanyi anytime from now kabisa onwards. Basi wasikilizaji wetu, karibuni sana Simbanes Radio. Tumeongea, tumemaliza maneno na tumechambua gazeti yote. Any comments you can always forward it to our WhatsApp number 0728091656. You can also talk to us on Simbanes Media when you are on YouTube. Use that handle to get our current conversation. Ama utupate kwa Facebook, ama utupate kwa TikTok na kadhalika. Sasa hii kwa hii tunasema kwaherini sana. Kwaheri. Thank you.